Habari za muda huu. Kwa majina naitwa Kijiko Talent. Na kipindi hewani ni simulizi kwa simulizi, ambacho kinaruka hapa katika chaneli yako ya online ya Mkomi TV. Leo tunapenda kuwatambulisha katika simulizi yetu mpya kabisa inayoitwa Roho ya Kisasi. Kabla ya kusoma simulizi yetu, naomba subscribe account yetu ya YouTube ya Mkomi TV. Pia usisahau kunifollow katika mitandao yangu ya kijamii kwa majina ya Kijiko Talent. Kabla ya kuendelea na simulizi yetu hii ya Roho ya Kisasi, kwanza kidogo nikupe utangulizi wa simulizi yetu hii ambao tunaenda kuifungua rasmi, na hii itakuwa ni sehemu yake ya kwanza. Utangulizi wetu wa Roho ya Kisasi nasema, katika mji mdogo uliojaa utulivu wa kiiga, msikiti wa minara unageuka kuwa chemchemi ya hofu. Jafari, kijana mwenye umri wa miaka 20, anaingia kuswali, lakini kinachomsubiri si sala, bali mlango wa ulimwengu wa roho uliolala na waliolaaniwa. Uchawi wa damu, mapepo wasiocheka na kivuli cha kisasi kilichozikwa kwa makosa ya binadamu, vyote vinaamka tena. Kadri majira yanavyopita, wale waliowahi kupita karibu ya msikiti huanza kusahau majina yao, na roho moja yenye huzuni inaanza kuwasemea waliokufa kimya, lakini kisasi hakisemi, kinaongojea. Je, msikiti huo utazimika au utakuwa kaburi la mwisho la maombi? Kijiko Talent na kuletea simulizi hii ya kutisha, isiyofutika akilini, yenye miguso ya kiroho, kisasi cha rohoni, na sauti ya mwisho ambayo kila msomaji, msikilizaji ataijua ndani ya giza. Sura ya kwanza. Kichaka chini ya zana. Jua lilikuwa kali ajabu kwa mchana wa Ramadhani, lakini Jafari aliendelea kupiga deki sakafu ya mbele ya msikiti wa Madal Halsir. Msikiti wa zamani uliotelekezwa kwa miaka mingi kabla ya kufunguliwa tena hivi karibuni. Hakukuwa na muadhini, hakukuwa na waumini, isipokuwa yeye tu. Mzee Bakari aliyemwajiri Jafari kama mlinzi na msafishaji wa msikiti huu alikuwa amemuonya, usiwahi kupanda juu ya minara baada ya saa 9. Kuna pepo waliowahi kukimbia hukumu yao ya mwisho wakajificha huko. Lakini Jafari alikuwa kijana wa kisasa, hakuwahi kuamini mambo ya mizimu wala mapepo mpaka usiku huo. Aliposafisha kona ya msikiti, alipata mlango mdogo uliokuwa umefichwa nyuma ya kabati la maktaba ya kale, ulioandikwa kwa maandishi ya Kiarabu yaliyojaa roho. Anaingia hapa, uache kivuli chake mlangoni. Alipovuta mlango, upepo wa baridi uliogonga kifua chake, upepo kutoka ndani ya ardhi ukiwa umejawa na udadisi. Alishuka ngazi za chuma zenye kutu hadi akafika kwenye chumba cheusi kilichojaa manukato ya udongo na harufu ya marashi ya kale. Ndani kulikuwa na sahani ya mawe yenye michoro ya uchawi. Katikati yake kulikuwa na azana iliyorekodiwa kwenye kanda ya redio ya zamani ikiendelea kurudiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lakini kilichotisha zaidi sio sauti hiyo, bali ni kwamba sauti hiyo haikusikika juu ya ardhi. Ilikuwa sauti ya azana ya pepo. Na kila alipokaribia kanda ile, kivuli chake kilianza kuchelewa kumfuata. Jafari alirudi nyuma kwa hofu, lakini mlango wa chumba ulikuwa umejifunga. Kanda ikaacha kurudia, na sauti nyingine ilianza kusikika ya mtu aliyekuwa anasoma dua, lakini kwa lafudhi ya kuzimu. Jafari, umetuchagua, sasa tukufungue macho ya roho. Ghafla mwanga wa kijani ukamulika kutoka chini ya sakafu. Alipoangalia vizuri, aliona kivuli chake kimegeuka kinamtazama. Jafari aligandishwa na hofu. Hakupumua, hakupiga hatua. Alitazama kivuli chake kikitabasamu bila uso, alafu kikaanza kusogea pembeni kinyume na mwili wake. Kwa jina la Allah alijaribu kusema, lakini sauti yake kimezwa. Midomo yake ilitetemeka, lakini hakuna sauti iliyotoka.
Kivuli chake kikaelekea kwenye kanda ya zana na kikagusa redio hiyo, ikazima ghafla. Na giza likarudi, giza lenye macho mengi yakimtazama kutoka kutani, sakafuni na juu ya dari. Kulikuwa na harufu ya ubani ulioungua vibaya na sauti ya mbu mmoja alisikika kama kinanda cha majivu. Ghafla sauti ikasikika, lakini haikutoka hewani, ilisikika moja kwa moja ndani ya kichwa cha Jafari. Kila msikiti una roho yake, na roho ya huu ilifungwa na nadhiri ya damu. Jafari aliangalia juu. Kulikuwa na maandishi yalikuwa hayajaonekana mwanzoni, sasa yakiwaka kwa moto mwekundu. Hapa ni msikiti wa kusali pepo waliokataliwa na mbingu. Mlango wa chuma kaunguruma na kufunguka, lakini hakukuwa na njia ya kupanda juu tena. Ngazi za chuma zilikuwa zimetoweka. Kivuli chake kikamnyooshia mkono, kisha kwa sauti ya mwanamke kivuli chake kikasema, kabla ya alfajiri utakuwa mmoja wetu, au utakosa mwili wa kurudi nao juu. Jafari alianza kusali kimoyomoyo, akitikisa kichwa akilia, lakini kila mara aliposema bismillah, kuta za msikiti zilitetemeka kwa kejeli na sauti ya kicheko kizito ikafunika kila dua. Bismillah, Mungu wako akufuate hapa chini. Hapa ni ardhi ya kiapo kilichovunjwa. Akiwa hana njia, Jafari aliamua kukumbatia kivuli chake, akitamani kujua ukweli. Mara moja akili yake ikasukumwa ndani ya ndoto nyingine. Alijikuta mwaka 1932 akiwa katika harusi ya msichana aliyoolewa ndani ya msikiti huo, na kwenye ndoa hiyo palikuwa na masharti ya damu. Mimi ni Kijiko Talent na hii ni Mkome Online TV. Usisahau kusubscribe account yetu ya YouTube, pia usisahau kunifuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi yetu pendwa ya Roho ya Kisasi. Usikose kutufuatilia na usikose kuendelea kufuatilia simulizi hii ambayo itaruka kila siku katika chaneli yako ya Mkome Online. Kwa sasa sina mengi zaidi, nipende kukuaga. Na kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana na mimi kwa simu namba 0627439114 kama utahitaji simulizi hizi au na zingine zaidi. Hii ni Mkome Online. Kwa sasa sina mengi, tukutane wakati ujao. Bye bye from now.